To the graduates, hearty congratulations on your graduation. You have been approved and certified to be game changers. Go out there and do exactly that and change the game and change the world. But remember, a machete that is not always sharpened gets rusty. So you must continue to improve. If you are a certificate holder, go for a diploma. If you are a diploma, go for a degree. Once you get a degree, go for master's, and then go for PhD. And don't ask me why I'm not doing the same. I'm just too busy. And when I get time, I'll join you in trying to improve. The graduation today is not the end. This is the beginning of academic excellence. You must update your knowledge and skills to remain relevant and productive. Asanteni sana. Thank you very much. Mimi nafurahi sana nikiwa hapa nyumbani. This great county of Nyeri, the land of heroes, the land of Field Marshal Dedan Kimathi Waciuri, the land of the third president of the Republic of Kenya, Mzee Mwai Kibaki, the land of Professor Wangari Maathai, the land of Field Marshal Mukami Kimathi, the land of Field Marshal Muthoni Kirema, the land of the brave and the courageous. And when we are here witnessing this great achievement, as a proud son of this great county, I feel very elated. The Chief Principal, Mr. Mwangi, and your team, nasema asante. You have provided great leadership in this institution. And I'm following up very closely what you are doing here. Because again, this is home. I make it my business to check what happens at home. Because as they say, charity begins where? And east or west? I want to say that the graduates here and the other students, you are the present and the future of this country. You are the drivers of our economic development. We look upon you to come with your new skills and competencies, your youthfulness, your agility to transform our great country. President William Ruto, my boss, has embarked on great economic transformation of this great republic. And the president cannot succeed alone. We need you to come and lend a hand. Through the program of affordable housing, the skills and competencies that you have been certified today will come in handy. We need architects, we need quantity surveyors, we need engineers, we need building technologists, painters, carpenters, na pia watu ya mkono. We depend on you. Kwa hivyo kwa wale wamefuzu leo, najua mumechoka kusoma na bidii na kuweka bidii, but the hard work has just begun. Karibuni kwa kiwanja. Na pale kwa kiwanja hakuna formula na hakuna kubebelezana. Bidii yako ndio itakuokoa. You must wake up early. The early bird catches the worm. You must be men and women of integrity so that when you are given a job, whoever has given you trusts you 100%. I want to invite you, because you are young people, to start on the right footing by working hard and being men and women of integrity, by being trusted, by being responsible for whatever task
that lies ahead of you. There are great opportunities in this country for you. In the agricultural sector, in the transport sector. Please occupy your rightful. And let me advise you as your father. Nobody tell you what to do. You must wake up early and join the rest of us out there kwa kiwanja and for your space. And you are not alone. There are limited and scarce resources that are being sought by everybody. You must be hardworking and you must be aggressive. And once you get it, maintain it and protect it. That's my advice to you as you graduate, as we wish you well and welcome you to the job market. Chief Principal, come to the market and take your rightful place. Na mimi sitaki nimudanganye ya kwamba maisha hapa nje ni rahisi. Maisha hapa ni ngumu kidogo. Na hiyo ndio ukweli. But you are well prepared. Skills, you have the competencies, na mtapewa makaratasi leo ya kusema ya kwamba wewe umehitimu na hii kazi unaweza. Tafadhali kujeni kwa kiwanja tujenge taifa letu. The president was here, he has sent his greetings. He is out of the country in Equatorial Guinea. Again, just trying to make things work for our country. Na mnajua kama yeye ameondoka, mimi sasa ndio niko mdosi. Lakini akirudi mimi narudi nyuma kidogo. Rais amemsalimia sana na alifurahisha. He made a commitment of 50 million Kenya shillings to complete your ongoing project. Kali ndio tulete, lazima tuchukue kwa mtu fulani. Hakuna pahali money. Hakuna pahali iko store ati uende ufungue utoe pesa ulete. 2 weeks itakuja. Principal ndio muendelee. The president made a commitment was start in earnest. For your agricultural program, I will request the governor of Nyeri, Mwalimu Kahiga, a very progressive governor, pale kwetu Wambogo farm, ukatia hao sehemu kidogo ya mambo ya ukulima na mambo ya agriculture. Kimathi University and Nyeri National Polytechnic are the pride of Nyeri. Si mjinga, lazima nifuatilie mambo ya nyumbani. Si inaendanga namna hiyo? So that these two great institutions can make this country proud. Tunataka kusema ya kwamba mahoteli yetu hapa ilifungwa karibu yote. Si muko hapa na course ya hospitality? Muko nayo? Tuko na graduates ya hospitality. Tumeshikana na wafanyabiashara wachache kutoka hapa Nyeri. Na tumefanya mpango. Hii hoteli yetu ilikuwa imefungwa ya Uspan na ile ya Treetop tumenunua. Inarekebishwa. Hivi karibuni sitafunguliwa, mpate pahali ya kwenda, ndio watu ya Nyeri wapate biashara na wageni wetu wapate pahali ya kulala. Hapa tumefanya makosa.
Renovations are going on day and night so that our graduates from hospitality can have somewhere to work, and visitors coming in Nyeri do not go to sleep in another county. It's a challenge. Nilipatiwa na wafanyabiashara wakaniambia tunapata aibu kama watu ya Nyeri ya kwamba mahoteli yetu Green Hills ilifungwa, Outspan ilifungwa, Treetops ilifungwa. Tulipata aibu kama viongozi na kama wafanyabiashara. Na kwa hivyo hayo mahoteli yetu mawili hivi karibuni tutafungua, na tutatoa graduates kutoka hapa Nyeri National Polytechnic kwenda kufanya kazi pale. Plumbers wataenda kufanya kazi pale, watatoka hapa. Electricians watoke hapa. Watu ya rangi watoke hapa, so that we can move our country forward. Mimi niongeleshe nyinyi wale mmefuzu na wale wanafunzi mmebaki na wazazi pia. Tuko na vita hapa ya kupigana na dawa za kulevya na pombe haramu. Hii kaunti ya Nyeri na kaunti zetu hapa katika Mlima Kenya 11 karibu tuishe, karibu tuzame. Vijana wetu wote walikuwa wamepotelea kwa pombe. Walikuwa wanakunywa, wajijui, wanalala kwa mtaro. Wengine hata wameoa wasichana warembo. Wasichana wanalala juu ya kitanda, vijana wetu wanalala chini ya kitanda. Hiyo maneno tumenyorosha sasa. Tumekuwa wakali. Na nimeanzia hapa nyumbani. Na nimekalia hawa county commissioner na timu yake. Ninawakalia vibaya. Tumesema ya kwamba mambo ya kunywa pombe mchana haiwezekani. Watu wafanye kazi mchana, wale wanataka kunywa pombe wakunywe usiku. Na wakunywe masaa machache. Kutoka saa 11, saa 5 waende wakalale. Ndio waamuke asubuhi waende kazi. Tumesema ile pombe mbaya hakuna kuletwa hapa Nyeri na kuingineko katika Jamhuri ya Kenya. Wale wanataka kuuza pombe wauze ile pombe nzuri, watu wakunywa masaa 4, masaa 5 waende wakalale. Ama tumefanya makosa? Na mimi nimeambiwa sasa mambo imeanza kuwa nzuri. Wamama wanasema wazee wanafika nyumbani wakiwa na nyama. Zamani walikuwa wanakuja wanauliza nyama na hawajanunua. Anakuja amekunywa pombe, oh hii chakula haina nyama, na hakuna nyama amenunua. Vijana wameanza kuwa wasafi. Na sasa vijana na wasichana mfanye kazi yenu. Pombe imeisha. Nataka nikija Disemba nikutane na wasichana wetu wamebeba watoto wakienda sokoni. Si ndio? Nataka nikipita hapo si iko namna hiyo? Na tufuate Biblia, tuongeze dunia, watoto wajae. Hata mimi nataka kura, kwani nitachaguliwa na nani? Mimi nataka nikipita hapa nakuta mama amebeba mtoto. Wengine wanakaa kama leta D wakitembea. Tunajua maneno iko sawa sawa. Karibu tuishe. Mambo ilikuwa mbaya, si ndio mama? Karibu tuishe. Kama jamii tulikuwa hatarini. If we continued the way it was going for another 10 years, this region ya Mount Kenya tungeisha. Tungekuwa hatuna mtu yeyote. Ni wazee na akina mama wale wamezidi miaka 60. We were losing an entire generation, and I want to thank my boss, President William Ruto, for providing leadership and giving guidance on a sensitive matter, and saying we cannot let people sell poison to our children. And I want to assure the President that I, Professor Kindiki, IG Kome, our regional and security teams, and all our governors, our men and women in uniform, will work round the clock to make sure we protect the younger generation. I'm calling upon the Church of Christ. Pia nauliza Waislamu, ninaenda kukutana nao baadaye leo saa 8. Pia watusaidie kwa hii vita, Bishop Wanjoi. Hatuwezi faulu peke yetu. We need the support of the church so that we can also mentor our young people and talk to them, and also rehabilitate the ones who are already addicted so that we save the next generation. Mimi niseme Governor Mwalimu Kahiga, Senator Wahome Mukami, nataka niseme pongezi kwa kuweka amani katika kaunti yetu ya Nyeri. You have dignified me and the President
for keeping peace and being united in this county. Tafadhali muketi, mimi natolea nyinyi kofia. Salute the Speaker of the County Assembly and the members of the Assembly for allowing the governor to work and supporting him. I also want to thank legislating and enacting the alcoholic drinks bill that will enable us fight illicit brews. Na tukae na amani. Juzi nimekuwa pale na watu ya Meru, Njuri Njeke. Meru na waka moto, viongozi wanapigana. Mimi napata aibu nikiwa kiongozi wenu katika Mlima Kenya. Pale Kiambu kulikuwa na shida, tumesuluhisha, kumenyamaza. Kwa hivyo Nyeri ikiwa ndio headquarter ya Central Kenya, hapa ndio regional commissioner anakaa. Iongoze kwa amani na viongozi kuongea lugha moja na sauti moja, ndio maendeleo itembee. Kwa sababu hali iko kelele, hakuna maendeleo inaweza fanyika. Tuko na nafasi ng'ambo ya nyinyi mumefuzu leo. Mujifundishe lugha za huko zile kalikali. Kijerumani, Kichina kama mtaweza, Kijapanese, Kiarabu, ndio mambo yenu itembee sawa sawa. Ukipata kozi ya electricity, pia ongeza ingine Kijerumani kidogo. Unakuwa na mbili. Ukiitwa pale interview, unakoroka Kijerumani, unapatiwa passport, unasonga. Muende pale mufanye kazi, mtume dollars hapa nyumbani. Mkipata wazungu pia muoe, mtuletee, there is no problem. Wakuja tuketi nao hapa. Lakini muambie hao tulifukuza Mwingereza hapa kwa kutukalia. Wakija hapa ni mabibi zetu, wanyamaze, wasikize vile wazee wanasema. Kwa hivyo mimi nataka nimalizie hapo nikisema the National Employment Authority, I've heard there is a problem. I'll engage the CS for Labor and Social Protection to sort it out. Mambo ya police vehicles ya Kamakwa and Kabiruini police stations, I'm going to work on it so that we have mobility, so that our officers can be able to do a patrol and protect our people. Again, I want to salute the Chief Principal for the good job you are doing and for the leadership. Kanyangia hapo. Nitakupanga hapo mbele ukiendelea vile unaendelea. I also want to take this opportunity. President William Ruto is the vision carrier of the TVET program. He knows it like the back of his hand, and I want to confirm that President William Ruto kanyangia hapo. Usiwachilie. The president is very happy with your job. I'm happy too. All of us are happy. Please tuendelee. Kumbuka kwa maombi. Wale graduates mumefuzu, tafadhali muende mujaribu, na siku ikifika mtakumbuka president wetu pale mbele. Siku atasema mumsaidie, mumkumbuke, kwa sababu pia amekuwa hapa akisaidia nyinyi. Hata mimi nikisema msinisahau, pia mimi ni mtoto wenu. Mtuangalie vizuri, mtuchunge vizuri, kwa sababu pia sisi tunachunga nyinyi. I'll be coming, Bwana Chief Principal, at the right time to give a public lecture to the remaining students so that we mentor them as young leaders. I was yesterday in Pwani University to give a public lecture on scaling the ladder to leadership on youth and development. The other week I was in Murang'a University on the same. I'll also come here and give a public lecture. I'll also go to Kimathi as one of the programs the president and I are doing to mentor our young people. Na kwa hivyo nyinyi wanafunzi, nikija siku hiyo tutaongea mambo yetu. Mnajua mnanikasanga saa ingine. Leo si siku yenu, leo ni siku ya graduates. Lakini mimi nitakuja kwa lecture, alafu tuongee mambo yetu, tunaelewana. Najua Swahili wanaelewana na Vilemba. Kuna ile maneno tunaongeaga na nyinyi siku ile nimepitia hapa. Kwa hivyo nitakuja. Wazazi mtasalimiana nyumbani? Wazazi mtasalimiana? Tuendelee na vita ya pombe ama tuache? Tuendelee ama tuache?
Tukaze hii watu tusiwakaze. Na hatuna ubaya. Wale ambao wanafanya biashara halali waendelee. Wale wanauza sumu haiwezekani. And I'm sorry, I want to say nikiwa hapa nyumbani, I've seen a few of my friends from this county wakinitumia message ati tuwafungulie wauze hiyo kitu mbaya. I'm sorry, I'm unable to honor that friendship. Please allow me for once not to honor that friendship. You cannot sell poison to our children and claim to be my friend. No, hapana. Siwezi kubali. I cannot. County commander, county commissioner, I will never call you and you know. Nikuambia atifungulia fulani, saidia fulani. Mimi hapana iko hapo. Mungangana na hii watu wauze ile kitu mzuri. Wakiona hawezekani wauze maziwa. Hata uji iko. Hata dupia iko. Mtu wakunywa ile kitu ambaye hawezi dhuru maisha yake. Please sit down. And I'm happy, Commissioner, you are doing a good job. Please continue. You have my support. You have the support of the President. You have support of Professor Kindiki. You have the support of the government to continue with the good job. Please sit down. Kwa hivyo mimi nimeshukuru sana sana sana. And with those very many remarks, I wish you well. I wish you God blessings. May God bless you and bless you abundantly. Asanteni sana. Mungu awabariki na wabariki sana. Asante. Mheshimiwa